Nataka kuongea mambo ya ODM. Nimeona chama ya ODM jana wamefanya mkutano ya Central Management Committee na wakatangaza kwamba watakuwa na ushirikiano na Ruto hadi 2027. Na hiyo ushirikiano itakuwa basing on the 10-point agenda. Sasa inafaa watueleze let them update the country, watuambie 10-point agenda imefikia wapi. Kama tunataka kuheshimu legacy ya Raila na kama tunaheshimu Raila, lazima watu update, watuambie 10-point agenda imefikia wapi. Na hii mkutano walikuwa wanafanya jana ilikuwa tu mkutano wa kucalm storm, yaani mkutano wa kuahirisha rapture, kwa sababu kulikuwa kuwa na rapture kwa ODM, so wameiahirisha kidogo hadi 2027 because kwa ODM kuna wale ambao huwezi kuwatoa kwa Ruto hata ufanye nini. Na hata Raila akiwa hai hakuwa anajua kwamba watu ambao wanamsurround wameshamuacha wako na Ruto. Walikuwa na Raila physically but kiroho walikuwa na Ruto. Mpaka siku ile Raila alikufa hakuwa amejua kwamba watu ambao wanamsurround, wale wanaita allies wake, walikuwa tayari wamemwacha kitambo kiroho. Walikuwa na Ruto wamenunuliwa. That is why kwa matanga ya Raila mwenyewe hakuna mtu alikuwa anaongelea legacy ya Raila. Walizarau legacy ya Raila wakaikanyagia chini. Kila mtu, hata Wanga, hata Junet, hata Mbadi. Kwanza Mbadi aliongea mpaka akatetemeka mwili. Mbadi aliongea mpaka akatetemeka mwili. Wote walikuwa wanaongea tu as our community we are in the broad-based government. As a community we are in the broad-based government. Walichukua matanga ya Raila wakakanyagia legacy ya Raila chini, wakazarau Raila, wakaanza kuongea mambo ya broad-based government. These people are very much excited about the broad-based government. They are very much excited. So Raila hadi kifo chake hakuwa anajua kwamba close allies are his enemies. They belong to Ruto. They were both, all of them were with the Ruto even before Raila died. So I can see yesterday they tried to calm a storm which was coming, a rapture. Kwa sababu kuna wale wanashikilia kwamba Ruto ni one term na kuna wale wanasema Ruto 2 term. Na mimi nataka niseme hivi. Nataka niseme chama ya ODM ni legacy ya Raila. Kama kweli unaheshimu Raila Amolo Odinga, lazima tulinde legacy yake. Lazima tulinde ODM. If we respect Raila Amolo Odinga, tusiuze chama ya Raila kwa Ruto. Tusiuzie Ruto chama ya Raila. ODM inafaa ibaki kama monument in respect and remembrance of Raila Amolo Odinga. And ODM inafaa ishi miaka mingi kama chama, kama movement, kama tuliheshimu Raila Amolo Odinga. Nyinyi akina Junet na akina Wanga na akina Mbadi ambao mko na haraka sana, mnataka kuuzia Ruto hii chama ya ODM. Mnataka kuuzia Ruto legacy ya Raila. Raila tutamkumbuka na nini? Kama chama yake ambaye alitengeneza movement ambayo ni movement ya kutetea wananchi, ya kusimama na wananchi, mnataka kupeana kwa Ruto. Kupeana kwa Ruto. Na Ruto akona haja sana na hii chama ya ODM. Akona haja sana nayo. Lakini ile kitu mimi nataka niseme kwamba hii rapture ya ODM ambayo imehairishwa, hii split ya ODM ambayo imehairishwa kwa muda hadi 2027, lazima itafanyika tu. Lazima itafanyika. Kwa sababu watu kama akina Edwin Sifuna, watu kama akina Caleb Amis, akina Babu Owino, the younger generation in ODM will not support Ruto. They will not support Ruto. They won't. Hata kuna wale the older generation ambao wataki kuongea but they will not support Ruto. Watu kama Professor Anyang' Nyong'o na wengine kama James Orengo, they will not support Ruto. Because Ruto cannot be supported. Ile kitu mimi nataka nimalize kusema, Raila Amolo Odinga
has fought for this country. Na Raila Amolo Odinga lazima aheshimiwe. Lazima Raila Amolo Odinga aheshimiwe. Hatuwezi fanya